tegemea na Mungu watakuwa kwenye ubora wao, wako nyumbani kwao, tegemea na Mungu watafanya vitu vingi sahihi sana, kwa sababu wana wachezaji wazoefu wakubwa wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo haitakuwa rahisi kumuona Oura anakatiza tu, lazima atakutana na blocking za hapa na pale, lakini hii ndio mechi ya wachezaji wetu kujipambanua namna gani wanaweza wakavunja block za Namungo na tukaenda mbele. Lakini jambo ambalo linatia faraja ni kwamba hautegemei kwa ubora waliokuwa nao Namungo mechi ikianza ukaona wamekaa nyuma wanazuia ama wanapoteza muda. Wategemea kwa ubora wa Namungo tutapishana, yani tutakuja, watakuja, tutauliza, watatuuliza, mechi itakuwa yenye kuvutia. Arusha ameshuhudia burudani safi kabisa kutoka kwa wachezaji wao kwa timu ya Simba. Unaona kupitia ukurasa wako wa Instagram umeandika jambo kuhusiana na Elie Mpango, unasema wachawi hai. Tumeona leo amefika hapa na moja ya shauku ya mashabiki waliopo hapa walikuwa wanasema wanatamani sana kumuona. Ya Mpanzo amerejea kwenye ubora wake baada ya masekeseke mengi ya kuzushiwa, na Mpanzo ndio mchezaji ambaye msimu huu amezushiwa vitu vingi kweli kweli, na vita ilikuwa ni nyingi kweli kweli, lakini lengo kubwa la vita hiyo ama uzushi huo ama uongo huo ama propaganda hizo ilikuwa ni kumchafua Mpanzu ili wao wamchukue, ni kumtengenezea uadui Mpanzu, wana Simba wamchukie, tumwache ili wao wamchukie. Kwa hiyo vita ilikuwa hapo, na ndio maana ukawa haushangai kusikia sentesi natoka nasema kwamba Mpanzu ana mapenzi na timu fulani, ama Mpanzu anacheza chini ya kiwango ili aachwe aende timu fulani, ama sijui Mpanzu anacheza chini ya kiwango makusudi, yani. Kwa hiyo zote hizo zilikuwa ni juhudi za ukimtaka mchezaji una sababu ya kuhangaika kutumia sijui wachambuzi sijui waandishi sijui kuanza kumnanga na kumchafua. Ukimtaka mchezaji mpigie simu wakala wake, pigie simu klabu yake, ulizia status yake, anauzika ama anamaliza mkataba, ufanye procedure. Lakini hizi njia nyingine hizi hakuna mahala zitawafikisha. Kwa hiyo wamefanya kila juhudi za kumchafua Mpanzu, za kutugombanisha na Mpanzu, lakini mwisho siku Mpanzu amechagua njia iliyonyooka, njia ya sawasawa, Kiarabu wanaita siratal mustaqim, njia iliyonyooka ambayo ni Simba Sports Club. Amechagua kubaki Simba, na katikati hapa akaongeza mkataba. Baada ya kuongeza mkataba akapata maradhi, akaumwa, wakaibuka tena wasiokata tamaa na mali za watu. Bana amegoma mpaka alipo hela yake. Mali zao za wapi kaka? Kila siku wanatamani sisi tu. Kwa hiyo Mpanzu akapitia kipindi cha maradhi, amepona alhamdulillah, amerejea kazini na amerejea na jibu moja kwa moja. Jibu lake ni kufunga goli kwenye mechi dhidi ya Fountain Gate. Kwa hadithi ya Mpanzu na hao watu rasmi imemalizika. Hata simu hawampigi tena hivi sasa, message hawamtumii tena hivi sasa. Kwa hiyo maisha ya Mpanzu yametulia, wamehamia kwa Selemani Mwalimu sasa, na wenyewe wana haha kweli kweli kwa Selemani Mwalimu. Vita ni kubwa kweli kweli kwa Selemani. Simu hazikauki Morocco. Simu hazikauki huko Morocco. Jamani, assalamu alaikum, kaifa alhal anta yala huwa salam. Yani wametafuta mpaka watu wa kuzungumza Kiarabu wazungumze na wa Morocco. Yani wameajiri mtu maalum kwa ajili ya kuzungumza na Waarabu, kuzungumzia issue ya Selemani Mwalimu. Wana haha kweli kweli. Sasa huyu Selemani Mwalimu wanamkashifu, ni mshambuliaji wa kawaida, ni mshambuliaji wa daraja la kawaida, ni mshambuliaji sijui wa design gani, hamfikii Ustadhi Walidi. Yani maneno yamekuwa mengi, lakini wakikaa pembeni huku anta anta Morocco, ala Morocco, ala Selemani Mwalimu, ala ushki upatikanaji, yani sasa wanahangaika sana
wamwache kijana acheze mpira. Akimaliza mkataba wake wa mkopo wa Simba Sports Club atarejea kwenye klabu yake pengine ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo wamwache kijana afanye kazi yake. Sema hii haiwashtui semaji kwamba na nyie muingie mbele tena sisi hatusemi chochote. Kwa sasa Selemani Mwalimu ni mali yetu, tunaendelea kumiliki. Mwisho wa msimu tutaamua kitu gani kifanyike. Na anaendelea kufungia na sisi tuna kimsingi ni kwamba tunaridhika na performance ya Selemani Mwalimu. Na niliwahi kuambia ama kama sikuwahi kuambia lakini nasema usishangae watu kuhaha kumtaka Selemani Mwalimu, kwa sababu katika washambuliaji wazawa waliopo Tanzania katika timu 16 za ligi kuu ya Tanzania hakuna hata mshambuliaji mmoja anayefikia kiwango cha Selemani Mwalimu. Huyo hata Sheikh Walidi hata sahau ni wachezaji 16 wazawa, kwa maana washambuliaji wanaochezea vilabu 15 vya ligi kuu, lakini hata washambuliaji kutoka nje vile vile hakuna hata mmoja ambaye anafikia kiwango cha Selemani Mwalimu. Kwa Selemani Mwalimu, as we speaking right now, tukiwa hapa Ruangwa, Selemani Mwalimu ndio top striker katika ligi yetu ya Tanzania hivi sasa. Hakuna hata mmoja ambaye anamfikia Selemani Mwalimu kwa ubora. Unaweza ukajidanganya sijui fulani kafunga magoli mangapi, kamfunga nani sijui Mbeya City, sijui kamfunga Pamba, sijui kamfunga Singida. Wote ni kundi moja tu. Anayeyote anaweza akafunga vizuri tu. Selemani Mwalimu ni top striker, anafunga kwenye mechi ngumu, anafunga magoli magumu na anafunga vizuri magoli ya kitaalam. Kwa hiyo usishangae kuona watu wako mbioni hivi sasa wanahangaika kweli kweli. Yeah, of course. Tegemea mechi ya kiushindani sana. Namungo sio timu ya kawaida. Namungo ndio timu yenye mshambuliaji anayeongoza kwa magoli Sambale Ngoi. Kwa hiyo nategemea mchezaji wa namna hiyo kwanza ndio task yenu ya kwanza kwenda kumzuia, kwa sababu wengine wote ameshawafunga. Kama haitoshi, Namungo ina mchezaji nafikiri anaweza kawa ndio mchezaji aliyecheza muda mrefu zaidi katika ligi ya Tanzania kwa wachezaji waliopo sasa ni Masawe. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana experience kubwa kweli kweli, lakini Namungo hii inamiliki kocha bora kwa makocha wazawa waliopo hivi sasa. Kocha bora kweli kweli, huwezi kumwacha kumtaja Juma Mgunda. Kwa hiyo hii ni mechi ya maana kweli kweli. Namungo kama sio kudhulumiwa na mechi yao hapa na timu fulani hivi na yule mwamuzi akashushwa daraja, kama sio kudhulumiwa, Namungo alikuwa anaondoka na ushindi siku hiyo. Sasa hiyo sio timu ya kawaida ambayo ili uweze kupata pointi kwao lazima atumike referee kuwadhulumi. Alifungiwa yule mwamuzi. Sio alifungiwa, alishushwa daraja. Maana yake makosa aliyofanya ni makubwa mno ya kuwadhulumu Namungo. Sijui umeelewa? Sasa hiyo sio timu ya kawaida. Yaani ili uweze kupata ushindi mbele ya Namungo, kama wachezaji wako hawana uwezo wa kawaida, lazima yule mtu wa center pale aokoe jahazi. Ndicho kilichofanya. Kwa Namungo sio timu ya kawaida, sio timu ya kubeza, ni timu ngumu, ni timu tishio, na kesho Simba tuna kazi ngumu ya kwenda kufanya. Lazima tukapambane pakubwa tuweze kushinda, vinginevyo tutaondoka na aibu hapa. Lakini mimi naiamini timu yangu ya Simba Sports Club, taifa kubwa, ina uwezo wa kufanya maajabu. Hapana, sisi ni watu haki. Sisi ni watu haki. Puliza filimbi pale inapostahili. Labda hii ya kumalizia kile kibunda cha milioni 60 nyie mjapewa za ziada. Tumeomba ufafanuzi, tunasubiri kusikia kutoka kwa wahusika, kwa sababu sisi kila tukipiga hesabu zetu vizuri tunaona kuna mahala hapapo sawa. Walistahili kupewa milioni 20 ya goli la mama,
kulingana na magoli walioyafunga. Kwenye group stage wamefunga magoli 5 tu, sawa na sisi tu. Kwenye group stage wamefunga magoli 5, lakini magoli ambayo yamewapa ushindi ni 4. Goli dhidi ya FAR Rabat mechi ya kwanza na magoli 3 dhidi ya JS Kabylie. Mechi Al Ahly walipata sare ya bao 1-1. Kwa hiyo hapo hakuna goli la mama. Kwa hiyo walichostahili kupewa ilikuwa ni milioni 20 pekee iliyotokana na magoli 4 waliyopata katika mechi za ushindi. Tukashangaa kuona wanakabidhiwa milioni 20, lakini pengine wamepitiwa kimahesabu, wakajumlisha na magoli yale ya qualifier, ambapo walishinda dhidi ya Wydad FC magoli 3 Angola, jumla ni milioni 15. Wakaja wakashinda tena mechi ya marudiano dhidi ya Wydad FC magoli 2, kwa ni milioni 10. Wakaja wakamfunga Silver Striker ya Malawi magoli 2, jumla milioni 10. Kwa hiyo 10, 20 na ile 15 inakuwa milioni 35. Kwa labda wamejumlisha yote ikafikia hiyo milioni 60, ambao bado vile ukijumlisha haifiki milioni 60, inaishia milioni 55. Hii 60 imetoka wapi? Lakini hii 35 tayari walishakabidhiwa na ushahidi upo. Milioni 15 ya mechi ya kwanza na Wilete walikabidhiwa Benjamin Mkapa. Walikabidhiwa Gymkhana na ninyi waandishi mlikuwepo. Wakabidhiwa milioni 15 yao ya magoli 3. Magoli 2 dhidi ya Wilete walikabidhiwa Benjamin Mkapa, baada ya kushinda akakabidhiwa milioni 10. Ushindi wa magoli 2 dhidi ushindi wa magoli 2 dhidi ya Silver Striker, wakatinga wakaingia hatua ya makundi, walikabidhiwa Benjamin Mkapa milioni 10. Sasa walishakabidhiwa milioni 35 kabla hawajaingia hatua ya makundi. Walivyoingia hatua ya makundi hawakukabidhiwa fedha zao, wamekuja kukabidhiwa mwishoni, ambazo ni milioni 20. Hii milioni 60 imetoka wapi? Hata tukisema ni milioni 10 kwa goli, bado inaishia milioni 40 tu, kwa sababu amefunga magoli 4 kwenye group stage, ambayo ana vigezo ya kupata goli la mama. 60 milioni imetoka wapi? Kuna bonus mbona nyingine hajafikia? Na kama hela imezidi, kwa nini sisi wengine hatujazidishiwa hiyo fedha? Sisi ndio kilio chetu kiko hapo. Sijui mmenielewa na tunaomba mtusaidie ndugu zetu waandishi wa habari kuuliza kadri inavyowezekana. Sio kwa ajili ya Simba, ni kwa maslahi ya umma. Maana yake hapa ni kwamba Azam na yeye anatakiwa kama kuna nyongeza na yeye apewe. Singida na yeye kama kuna nyongeza apewe, na Simba Sports Club kama kuna nyongeza tunapaswa kupewa. Ama kama kuna maelekezo tofauti ya fedha ya goli la mama, basi tunapaswa na sisi kuambiwa hayo mabadiliko na sisi tunufaike. Kwa sababu sisi mara mwisho tumepewa fedha yetu milioni 5 ya ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Stade Malien. Tukakabidhiwa hiyo fedha tukiwa Dodoma, tukapewa milioni 5 yetu, tukawa tumemalizana namna hiyo. Hao wenzetu milioni 60 imetoka wapi? Inawezekanaje kutoka milioni 20 kwenda mpaka milioni 60? Hapo kuna kitu gani kimefanyika? Kuna makosa, kuna mpango, yani hatuelewi kusema kweli, na hili hatuwezi kulifumbia macho, kwa sababu tunaona haiko sawa sawa. Kama ni makosa yamefanyika, basi taarifa itolewe ya kwamba makosa yamefanyika na fedha za serikali zirudi mahala pake. Kama kuna mabadiliko yamefanyika na kwamba ile fedha ni halali, basi tuambie bwana, hii fedha ni halali kwa sababu 1, 2, 3. Ile sio fedha ya mtu binafsi. Ungekuwa wewe ni Petro
umekwenda kuwapa milioni 60 badala ya 20, sisi wala tusinge hoji. Lakini ile ni fedha ya goli la mama. Mheshimiwa Rais ameitoa na ina muongozo wake. Mbona kumepindishwa hapo? Huyu anapataje milioni 60 badala ya milioni 20? Sisi hoja yetu iko hapo na tunahitaji tupate majibu, maelezo kwa nia njema tu, wala hatuna shida na mtu, kwa nia njema tu, sababu hii ni mali ya umma. Imewezekanaje kutoka milioni 20 anayostahili kupewa huyu mtu kuja kupewa milioni 60 ambayo hakuna hesabu hata moja inayokubali milioni 60 hata moja? Kwa sababu tuseme wamejumlisha magoli yote wamejumlisha, unaishia kwenye 55. Hii 60 imefikaje? Lakini tayari huyu ashakunja milioni 35 yake. Sijui tunaelewana ndugu zanguni, au nyie hesabu zangu na nyie si mnaelewa? Lakini au nyie hamna ushahidi kama wameshakabidhiwa hawa watu? Namna inakuwa kokota kama 100 hivi inakaribia. Ashachukua 35 na akapewa 60, milioni 85. Mtu aliyestahili kupewa milioni 55 amechukua milioni 95. How? Ambayo 55 yenyewe nayo. Kwa hiyo kusema kweli sisi kwa nia njema tu, hatuna nia ya kumdhihaki wala hatuna nia ya kumprovoke yoyote yule. Sisi nia yetu ni tupate justification. Bila shaka serikali ni sikivu hata. Bila shaka. Tena kaka yangu Msigwa namwamini na namkubali, ili ataliangalia vizuri, kama kuna mahala pako sawa basi watarekebisha kwa maslahi ya nchi yetu.